Mungu na maguvu sana. Bwana, mambo vipi? Mimi naitwa Credo the King NBA, na leo nina story nataka ni share na wewe. Mapema mwa Januari hii, namaanisha tarehe 1 mwezi wa kwanza 2026, niliweka commitment kwenye mitandao ya kijamii, namaanisha kuanzia TikTok, Instagram, Facebook na YouTube. So nikawa na posti na content zikawa zinaenda. Facebook, Instagram nilikuwa na followers 25,000. TikTok nafanya vizuri, I hope wanaonifuatilia mpaka sasa hivi mnaona. Lakini Instagram na Facebook palitokea changamoto, kwa sababu Facebook kuna shida ilitokea na Meta wakaideactivate account yangu ya Facebook, jambo ambalo lilipelekea kuactivate mitandao yote ambayo nilikuwa nimeilink na Meta. Ipo hivi, nilikuwa na Facebook account ambayo inaitwa Credo the King Msangi, ambayo kwenye hiyo Facebook account nilikuwa nimefungulia Facebook page Credo the King NBA, ambayo mpaka sasa hivi ukiingia Facebook utakutana na hiyo page, ukisearch utaiona. Lakini the story sio hiyo. The story ni hii: Instagram yangu account ya Credo the King NBA nilikuwa nimeilink na Instagram page ya Credo the King NBA, na zote hizi nilikuwa nimeweka kwenye account center ya Meta, ambayo nilikuwa nimelink na account nyingine pia za Instagram, ikiwemo Mungu na maguvu sana account kwa undani, na account nyingine mbili ambazo I can't say their name. So shida ilitokea kwenye Facebook account ambayo ilipelekea Facebook Meta kuni deactivate, permanent disable. Na walivyofanya permanent disable, hawakuishia kwenye Facebook tu, wakapiga permanent disable account zote ambazo zilikuwa zimeconnectiwa chini ya ile account center. Hii ni kutokana na violation ambazo nilifanya, na hizo violation ni violation ambazo mtu yote wa Kiafrika angeweza kufanya, kwa sababu ilikuwa nimeenda against watu wa upinde. So nilikuwa pia nimelink na namba yangu. Unajua Facebook Meta ni wanawamiliki Facebook, Instagram na WhatsApp, so zote wakapita nao mpaka WhatsApp number. Nikakata tamaa kabisa kwenye kufanya Facebook na Instagram. So kwa sababu nilijaribu baada tu ya tukio kutokea, nikajaribu kufungua account kwa haraka, account ya Facebook, account ya Instagram, nikabadilisha jina kutoka Credo the King NBA nikaita NBA Credo the King. Lakini kilichotokea, ndani ya masaa 24 tu ya mwanzo wakazifungia na zile account ambazo nilizianzisha. Hii kanipelekea ku give up kabisa kwenye Instagram na kwenye Facebook. Nikasema nitapambana na TikTok, nitapambana na YouTube. Ndio maana hata ukisikia outro zangu na intro zangu kwenye nikiwa redioni kwenye madini.com East Africa, kwenye segment ya comment kuntu, waga naanza kusema situmii Instagram wala situmii Facebook. Lakini mdogo wangu hapa anaitwa Bino akawa ananishauri, bwana brother, fungua Instagram. Unajua michongo mingi ipo Instagram. Unajua hata ukiongea na makampuni, mwisho wa siku watataka Instagram yako na sio TikTok wala sio YouTube, ikae na make sense. So nikamwambia basi mdogo wangu, mimi nataka ufungue account wewe, kwa sababu mimi nikifungua kwenye device yangu zinafungiwa. So fungua account wewe, nitakupa material yangu, utakuwa unanipostia. Kweli bila jiz, Bino akafungua account, ambayo account iliitwa Kwa Undani Afrika, ambayo ni account sasa kwa ajili ya page yangu ya Kwa Undani, na nikawa nimempa content akaanza kupost. Lakini muda ule nikapata wazo, why nisifungue account binafsi kwenye my computer ya kazini na niipe jina lingine? So anachekesha kameramani, nikafungua account ambayo nikaita Humphrey B Msangi, jina la kiserikali kabisa. Na nikasema hii account itakuwa ni personal, kwa sababu picha ninazo za toka muda mrefu. Unajua Google Photo kule kwa kuna picha, so na post picha zangu za natoa zile moment nilizopitia and stuff like that. Lakini katikati nikasema nitapitisha hizo video zangu za Kwa Undani. Ninapozungumza na wewe hapa leo ni siku ya 5 toka nimeanzisha account hiyo. Wakati naanzisha account nilimwambia my brother kwamba tutatumia siku 30 tu, yani mwezi mmoja, kupata followers 10,000, kwa sababu naamini kwamba skills ninazo, content ninazo, na naijua saikolojia ya algorithm ya kisasa ya social media. Akawa anaona kama masiara, lakini ndani ya siku ya 4 tu, ndugu wangu kaniomba asali ndo nampa, ndani ya siku ya 4 tu nikawa nimeshafikisha followers 10,000. So ilikuwa ni kitu ambacho ni I'm not expecting, lakini mimi nilikuwa naamini, kwa sababu kama una hit song kali, yani kama una content ambayo ina script kali, inaweza kumshtua mtu, inaweza kumbakiza mtu ndani ya sekunde 10, ni rahisi sana kwa wewe kutrend. So baada ya kufikisha followers 11,000, zaidi ya 10,000 tuseme, ndani ya siku 5, hii imenipa courage ya mimi kuitengeneza hii video hapa. Na sio kuitengeneza hii video kwa ajili ya kubrag kwamba nimefikisha followers 11,000 ndani ya siku 5, no, ila ni kwa ajili ya kukupa
business opportunity, kwamba kuna audience kubwa sana mitandaoni na huenda una biashara yako lakini huwafikii hawa audience kutokana na kwamba hauposti matangazo. Licha ya kuposti matangazo, content zako haziwafikii. Licha ya content zako kutowafikia, I don't know nisemeje, watu hawakutani basi na matangazo yako. Ipo hivi, unaweza ukawa huna bado kabisa social media account, lakini unaweza ukanicheki kwa ajili ya kukuanzishia social media account, kukueleza namna ya kuweka content zako, namna ya kuwatangazia ili uweze kufikia hii audience, kwa sababu psychology ya mitandao ya kijamii mimi naijua. Lakini unaweza tayari wewe social media unazo, unaweza ukanicheki kwa ajili ya ushauri, nifanye nini, niposti nini, kukuwekea ratiba ili uweze kuwafikia hawa audience na uweze kukua kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kama tayari maana najua siku hizi maduka mengi sana siku hizi wanafanya kazi zao online, it's okay, unaweza nikakuofa matangazo, kwa sababu nina YouTube channel yenye watazamaji ndani ya mwezi zaidi ya 3 kwa sasa hivi wamepungua kidogo, wako 1.5 but still ni wengi. Kwenye my TikTok account ni zaidi ya 5 wanaonifuatilia kwa mwezi, bila kusahau Instagram mpya, lakini tusizungumzie Instagram yako tunazungumzia YouTube pamoja na TikTok. The engagement ni kubwa, watu wanachangia, watu wanafuatilia, so ni big opportunity kwa mfanyabiashara kufanya matangazo na kuwafikia watu. In case uko interested, unaweza ukanicheki tukaweza kuzungumza, na bei zangu ni tofauti. Naweza nikasema siko na bei constant kwamba bei yangu ni no, like unaweza ukaja na aina ya service ambayo unataka nikupe, then tukabagain bei, nikakueleza hii ni bei hii kutokana na sababu hizi. Kama utapenda tunafanya biashara. So I'm open for business, wanaotaka matangazo, wanaotaka kuendeshea social media account, I'm available. Mimi naitwa Credo, hii ni Kwa Undani. Thanks so much. Thanks for your time.